1.2 million. Na Wakristo ni milioni 1.2, kama milioni 1.2. Lakini wenyeji wa Nigeria wako milioni ngapi jamani? Milioni 250. Wakristo milioni 1. Tuko pamoja? So the rest of Africa. Sasa wanaobaki sasa manchi mengine yote yanayobaki Afrika 2.8. Kwa hiyo milioni 2.8. 1.2. Ukitoa hiyo. Now what this means is that the remaining countries of Africa, South Africa, Kenya, Tanzania, Namibia, Malawi, Angola, all that have churches of Christ, are you with me? Constitute this 1.6 million. Kwa hiyo manchi Zimbabwe, Botswana, Zambia, Malawi, yote Tanzania, Wakristo wote wapo milioni 1.6 tu. Nigeria ndio wanayo milioni 1.2. Milioni 2.8. I don't know, maybe if you can do your calculation, you can let me give me an idea of how many Church of Christ members are. In Nigeria we have 5,300 and thereabout congregation. Kule Nigeria wana makusanyiko 5,300 kule Nigeria, yote Nigeria. And I don't know how many congregations are in Tanzania. Sijui Tanzania tuna makusanyiko mangapi? You have 200? No. No. And I heard that the missionary that went to Nigeria left Tanzania to go and baptize somebody in Nigeria. Jamani, na walioanza kazi pale Kitekelo tunaitwa Mbeya pale. Wa missionary wale ndio walioanza wao kazi kule Nigeria. Kwa hiyo tunawakaribisha mangapi jamani wote? Mimi Mbeya naweza kuambia. Mbeya tunayo kama saizi 70 na pamoja na Iringa pamoja na. Do you know why the church are not growing in Tanzania? Unajua kwa nini kanisa liko Tanzania? Do you know why? Kwa nini? You will be surprised. Wote mnaanza kushangaa. It may not be what you are thinking. Labda sio wazo ambao ulionalo. It is because you have not worked as a team. Lakini kwa sababu moja tu hatujafanya kazi kama timu. Bwana siwe sana. Hiyo ndio sababu moja. And I'm here to tell you the secret of Nigeria. Nitawaambia siri wa Nigeria wanaoitumia. As I talk to you today, napoongea na nyinyi leo, we have over 84 WDS teams. Anasema kule Nigeria wana matimu mangapi? 84 ya WDS. Timu 84. Hapa tunayo timu ngapi? Na wameonyesha na matimu. Are we there? And by tomorrow, kufikia kesho Mungu akipenda. Okay, this night, not even tomorrow. Jioni. All of you on the platform. Wote ninyi. I will share with you nitaongea na ninyi the links to watch the videos of all our great workshops. Na jinsi ya kuangalia sinema au video katika mtandao. Our coming here. Ya WBS. Our coming here. Jamani kuja kwetu hapa is to come and show you what we are doing. That if you do, you will get it right and do it better than us and even overtake us. Jamani, kama nimekuja hapa ili niweze kushirikiana nani, kuwaonyesha tunapofanya kule Nigeria, ili muweze kuwa katika vitendo na mnaweza kutupita mkafanya vizuri. Bwana siwe sana. I think you are better than me. This interpreter. So anaanza kunishitukia, anasema umeongeza wewe. Baba, brother Chad. Joe. No, I don't need Joe now. Joe, come. No, you know, brother Chad, come. Come, say Joe. Oh, you say Joe. If he appears now to talk to you, akianza sasa kuongea na nyinyi Chad sasa,
90% of the time. Most of the time. Asilimia 90 muda wote In Nigeria. Kule Nigeria. I don't know in Tanzania. Sijui hapa petu Tanzania. All we see in him is money. Ambacho tunachoona anaposimama hapa chati, tunachoona kule Nigeria, tunaona hapa maisha yamefanya. Hapa maisha yametoka hapa. Pesa, pesa, pesa mzee, leta pesa. Yeah. Then if I appear to talk in Nigeria, lakini yeye akionekana mbele ya Nigeria anaongea na wa Nigeria, what they see ambacho wanachomuona yeye wanavyomuona is knowledge. Wanamuona akili. Because Akili. they don't ana mula, ana hela, hakuna darasa. Do you understand the parable? Mnaelewa jamani, sio? Do you understand the parable? Mnaelewa mifano? Most people come when they come to a white man. Watu wengi wanapoenda kwa mweupe, They are not interested in the work of the church. They are interested in hawajali kama huyu mtu anauletea kazi ya Mungu. Wanachojali ni nini jamani? Then if I stay with you for 3 weeks, lakini mimi nikikaa na nyinyi kwa wiki 3, I have no money to give you. Sina pesa za kuwapa. I only have money to give. Lakini nina ufahamu wa kuwapa. That is why Jack now brought me and is hiding there. Ndio maana Chadi hapa ametuleta hapa, yeye amekaa kule. Don't look at him again. Msimwangalie tena. Look at me. Muangalieni jamaa hapa. I don't have money to give you. Kwa sababu mimi sina hela za kuwapa. But I have knowledge. Lakini jamani nao ufahamu. He has knowledge. Naye ana ufahamu. He has money. People will not see his knowledge, they see his money. Jamani ile elimu aliyonayo Chadi hawataiona, lakini wataona nini? Do you understand? Tuko pamoja jamani. Don't be offended. Usikuazike. Tunaomba jamani, msikuazike. Jamani naombeni, usikuazike. Bwana sifiwe sana. So what I'm saying, ambacho nasema mimi hapa, I want us to know now that first I'm going to make 3 statements. Kuna sentence 3 nitakazosema. Number 1. Ya kwanza, WBS is a tool. First announcement. I am the director of WBS Great Workshop in Nigeria. Jamani ni director kule Green Workshop kule Nigeria. I am not a staff of World Bible School. Yeye sio mfanyakazi wa WBS. I have never received $1. Hajawahi kutumiwa hata $1 ya WBS. I repeat. Narudia. Received $1. Sijawahi kupata hela kutoka kwa WBS. A missionary like him who was coming to Nigeria before now. Missionary ambao yeye anaenda Nigeria mpaka sasa, gave me the job of gathering WBS workers together. Yeye alimpa kazi ya kuwakusanya wafanyakazi wote wa WBS once every year. Mara moja kwa mwaka. And train them. Na kuwafundisha. That is why I'm called director of Great. Ndio maana anaitwa director kwa sababu anawakusanya kwa mwaka mara moja na kuwafundisha. Joseph, both of them came to Nigeria. Sisi wawili tulienda Nigeria. And they saw one of the Great Workshops. Jamani tulienda kule, tuliona kazi wanayoifanya hiyo. They have between 500 to 600 WBS workers gathered in one place. Watu 500 au 600 sehemu moja walikuwa pamoja, wafanyakazi wa WBS. To be trained for 4 days. Ambao tulifanya hiyo mafunzo hayo kwa siku 4. And my work, na kazi yake, is to assemble the speakers that will train them. Yeye kazi yake ni kutafuta wale wasemaji ambao wataendesha ile warsha. And after the training, na baada ya mafunzo, everybody go home. Watu wanaenda nyumbani. I don't have any work again. Kazi imeisha ya kwake, hana kazi. So if you see me, director of Great Workshop, WBS, you think $1 or $1 I have not seen from. Jamani nawaambia ni kweli, sijawahi kupata msaada wote kutoka kwa hawa WBS au hela au naila moja. I am a WBS volunteer. Yeye ni volunteer. Mnaizaje kwa Kiswahili? Kujitolea. Are we together? Lakini and like I told you already, I'm a vice principal of the school.
Yeye ni principal wa shule huko I Nigeria. am an ICT consultant. Jamani, mambo ya computer. So by the grace of, I think this is even better. Let's come inside. By the grace of God, I have what it takes to take care of myself. Jamani, kwa uwezo wa Mungu amemkirimia, amempa vitu vingi ambavyo anaendesha maisha yake. Why I'm explaining is that as all of you are here, Ninavyosema ni kwamba kwa sisi wote tuliokuwa maybe in the next 2 years, kwa miaka miwili ijayo, I will not be the director of, for today, I'm the director of Green Workshop Tanzania. leo mimi director, labda mwaka unaokuja sitakuwa director hapa Maybe Tanzania. after next year's, or maybe, I don't know, Labda tukiwa nayo tena mwaka, one of you will now be appointed as the director. ndiye atakayechukua sasa. What is the Tunaendesha wenyewe. work, what is the work of a director? Kazi ya director ni He locates a venue, anatafuta sehemu ya kufanyia mkutano he selects speakers, na anachagua watu watakaoendesha hiyo washa au hiyo semina, and he discusses with the missionary how funds can be raised for food. na anaongea na wa missionary jinsi wanavyoweza kutafuta sasa msaada wa pesa. That's all. Ndio hivyo. He does not even control the money. The money for food goes straight to the host congregation. Jamani, yeye director ashiki hela. So, Hela zinakuja zinaenda kwenye kusanyiko ambao mmechagua ili iweze kuchukua na shughuli hiyo. Bwana sifa sana. I think that, okay, maybe because of the fans, I would have really loved it without the jet so that you can hear me, nothing disrupt. But it's okay. Are we together? Tuko pamoja jamani. So, don't start now to scramble for the office. Usianze sasa kupigania kwa ajili ya cheo au It's ofisi. all right. Now, I passed through there. So, what I want to sit down. What I want to say now is that for WBS to be effective, Ili WBS iweze you kujiendesha na need to nguvu, form yourself into teams. ni lazima ninyi wenyewe mjitengeneze katika A matimu. team can be between 2 to 10 persons. Timu inaweza kuwa na watu wawili mpaka watu 15 mpaka watu 30. Timu Are we moja. together? Tuko pamoja jamani. There was a statement Brother Wanda said, and I felt like jumping from where I was standing. Kuna maneno chache alipokuwa anaongea, nilitaka kuruka ili nimwambie usiseme maneno hayo, mtakuja kusema mwenyewe. We have a little problem in Nigeria Kuna program nyingi kule Nigeria. because some people want to please the World Bible School people in Texas. Tatizo kule Nigeria, kuna watu ambao wanataka kuwapa sifa wale watu wa Texas kule Marekani wa WBS. You have what is called enrollment. Kuna hiyo ambao ya kuwatafuta wanafunzi au kuandikisha wanafunzi. Can you see the process? Meona inavyoanza? This is the WBS process. Hiyo ndio process ya WBS. I will explain each of these and I will show you where the problem is. Why I'm going to show you the problem so that the mistake we have made in Nigeria, you will not make here in Tanzania. Nataka kuambia hivi yale matatizo ambayo nilikuwa nayo kule Nigeria ambayo nilipambana nayo msiwe The nayo. first stage, Jambo la kwanza enrollment. ni kutafuta wanafunzi. This stage, WBS will give you their enrollment form. Na hiyo WBS itakupa fomu za kuwatafuta wanafunzi. And let us say that in this Mbagala area, Katika eneo letu la Mbagala there is WBS team. labda tuseme kuna timu ya Mbagala ambao ina WBS 10 secondary schools. na kuna masekondari kuna shule za sekondari kama 10. Are we together? Tuko ni mfano. Tuko pamoja. And the Mbagala team is made up of 20 persons. Na Mbagala timu ina watu wangapi washiriki kwenye timu? 20. Are we together? Tuko pamoja. We are just using these figures. It may be more than 20, but I want to use this figure to explain. What the team does is for them to come out with a calendar. All of you say calendar. Wote tuseme kalenda. January
Ya kuanzia mwezi wa kwanza February, March to December. mpaka Disemba. January, Government Secondary School Mbagala 1. Tunaenda katika secondary school moja tu Mbagala, ambao ni Mbagala 1 secondary school. All the 20 members of Team Mbagala Ambao wote washiriki wa timu ya Mbagala wataenda kwenye shule moja and enroll students. Na kuwatafuta wanafunzi. And out of the 20, baada ya kati ya wale 20, 2 or 3 members that are in that area, wale watatu wanaoishi katika sehemu ya ile shule ilipo, will be assigned, wale watapewa kazi to follow up that school. Kufuatilia wale wale waliowatafuta wanafunzi, kuwafuatilia follow up. Wale watatu wanaokaa karibu na sekondari ndio watakaofanya kazi. The day of enrollment, how many went? Tulipoenda katika secondary school ya kwanza tulienda how many went? 20 wote. Right? Wote 20 tulienda. Then how many are assigned to follow? Lakini tumewapa kazi ya watu wangapi? Good. February. Christ the King College. I don't know the names of the schools. Tunalipa. It's Kilimanjaro School. Kilimanjaro School. Kilimanjaro School ya hapa Mbagala. Moja tumeenda huko. Are we together? Tuko pamoja. The whole 20. Wote 20. Go again there. Wataenda katika shule ya pili na nini? And enroll maybe 100 students. Hii ya pili ya kwanza. Are you getting the point? Mnamfuatilia vizuri jamani, si? And 3 members from the team. Hivyo watu watatu tena katika timu assigned to that school. Wataweka katika shule ya ngapi? March. Ya pili. Mwezi wa 3. March. Mwezi wa 3. Zanzibar School. Shule ya Zanzibar ya 3. Zanzibar High School. Another 20 again. Are you with me? Jamani, tuko pamoja, mmemwelewa lakini sio jamani. Shule ya 3 inaitwa Zinji School. Are you getting the point? So in a year, jani katika mwaka mzima, you may cover 8 to 10 schools. Jamani, katika mwaka mzima kama tunafanya kila mwezi, tutakuwa tunafika katika mashule mangapi? And if you register 100, na ikiwa na wanafunzi 100 katika kila shule, wanafunzi 100. So 100. So for 1 year, kwa hiyo kwa mwaka mmoja, the Mbagala have registered 1,000. Kwa shule 10 tutakuwa na wanafunzi wangapi jamani? Are you seeing something now? Mmeona anavyofanya Nigeria. And if you have 5 teams, kama sasa mkiwa na matimu 5, Team Arusha, Team Zanzibar, Team this, I'm just trying to call you know what I'm saying? If you have, let's say you have 5 teams, kama mkiwa na timu 5 and they follow this method, na wote wakakwenda within 1 year, ndani ya mwaka you have done 5,000 clean enrollment. Mtakuwa na wanafunzi wangapi jamani? 5,000. Timu 5 itakuwa na wanafunzi 5,000. Are you seeing where we are going now? Jamani, naona Wanigeria wenzetu wanavyofanya. So you can imagine in Nigeria. Sasa kumbuka kule Nigeria. Angalia. Wana timu ngapi? Are you seeing our formula? Sasa katika mwaka wanafunzi wangapi? Mmeona mbinu tunazotumia. And out of this, wala sio sana. And out of this 5,000, baada ya kuwapata wanafunzi 5,000, as long as the Lord liveth, Mungu akiendelea kuwa na sisi, you may likely have up to 500 baptisms. Mnaweza kupata hapa hata ubatizo watu 500. And others na wengine will be baptized later. Watabatizwa. Wataendelea watoto wa 5,000 wataendelea kufanya jamani? Kubatizwa. Your work is to sow the seed. Na kazi yetu ni kupanda nini? Mbegu. God will punish you if you don't sow the seed. Mungu atatupa adhabu tusipoenda kupanda mbegu. What passage do I have?
support that? Jamani, ni andiko gani la Biblia inaweza kutusaidia? Mungu atatupa adhabu tusipopanda mbegu. Andiko gani? Wakorintho wa kwanza 9:16. Woe to me. 9:16. Ole wangu If I fail, kama nikishindwa. that necessity is laid on me. Kwa sababu huu wajibu umewekwa kwangu, au kazi imepewa mimi. So, ole wangu nisipohubiri nini? why the church is not growing in Tanzania? Kwa nini tunarudi katika swali? Kwa nini kanisa halikui Tanzania? Strategy. Ni lazima tuwe na mipango. And this is one of the secrets I've just shown you. Na hii mpango ndio siri na wapa tuliyofanya kule na And let me drop the ball. niwaambie nini? Niwaletee You will not get anything working for WBS. hamtapata kitu chochote kufanya kazi kwa WBS. Your work will find it out. Lakini kazi ndio itakayokutambulisha kwamba wewe unafanya kazi. Your work will find you out. Jamani, kazi ndio itakayokuonyesha kwamba wewe kweli unafanya kazi. If you go to work with the mind of getting something, Ukiwa na you akili, will not get anything. jamani, ukiwa na akili unaenda kufanya kazi unafikiria kwamba kuna kitu, utarudi hivyo hivyo bila kitu. If you go to work with the mind of winning souls, God will touch the heart of somebody. Jamani, ukiwa na unaenda kufanya kazi ya kuhubiri kwa kwenda kushinda kuwaleta watu kwa Yesu Kristo, Mungu atamgusa mtu fulani God will come and bless you. ambao atakuja kukubariki, kukushirikisha baraka. I repeat, Narudia haya maneno. in Nigeria, Kule Nigeria we have so many people kuna watu wengi who are very angry. ambao wamechukia. I've been working. Mimi nimefanya kazi kwa muda mrefu sana. They decided to work because of the money. Kwa sababu walienda kufanya kazi wanategemea nini? Pesa. Work because of the soul. Lakini unatakiwa wewe ufanye kazi kwa ajili ya roho za watu, au roho yako. I teach chemistry. I teach chemistry. Na anafundisha anapofundisha chemistry. One of the things we say in chemistry is Jambo moja wanaosema wanapofundisha chemistry, main product and byproduct. Main product and byproduct. kuna vitu na product za jamani, ni chemistry sio Biblia. Mimi tafsiri Biblia. Msiponisaidia niwaambie. Yaongelea niambie. Kuna zao kuu na zao ndogo. Umeona safi sana. Okay, you understand? Yes, yes. So let the main goal of your work in the soul. Jamani, lengo langu kubwa ni kwenda kutafuta roho za watu. Your work will find it out. Lakini kazi yako itakutambulisha. But if you say you want to work Kama sasa nataka kazi yangu so that you get money, ili iweze kunipa pesa, I am sorry to tell you this. pole sana nikwambie. Are we together? Tuko pamoja? Spend some money for God. Tumia hela yako kwa ajili ya Mungu. And God will surprise you. Na Mungu atakuonyesha maajabu. If you think I am preaching Kama unafikiria kwamba nahubiri and try to use sweet mouth, au nataka kukupa maneno matamu matamu, I have two passages of the Bible I don't give. ndio kuna sehemu mbili ndani ya Biblia ambayo naiogopa. Hebrews chapter 6 verse 10. Na Ibrania 6:10 He said, God is not unjust kwamba Mungu sio Mungu. Mungu wetu sio Mungu wale to forget your labor of love ambao moja in His name. katika jina lake. I don't think that passage. Tuende tukasoma Ibrania hiyo. Number 2 passage, 1 Corinthians 15:58. Na ile Wakorintho wa kwanza Therefore, my 15:58. be ye steadfast, immovable, always abound in the work of the Lord, as much as Kila siku simame imara katika kazi ya Bwana. Kazi yako sio bure. So, that's the first thing. Now, let's get to some practical now. Sasa tuongelee mambo ya vitendo sasa. All of you, Wote sisi you need to pray. lazima tuwe watu wa maombi. Pray for Brother Khan. Muombe kuanzia kumwombea director. Pray for him. Muombeeni sana. So that if he is going to be able to talk to some people, Ili kama akipata nafasi ya kuongea na watu, you can
Swahili. Mnaweza kufanikiwa kubadilisha mkawa na masomo kwa Kiswahili. And also have in English. Na kwa Kiingereza. And so that the work can kickstart. Ili kazi ianze hapa petu Dar es Salaam. Bwana siwe sana. Amen. Are we together? Tuko pamoja? Because what we are doing now is to tell you that WBS is a very good tool. Jamani, tunachowaambia ni WBS ni nyenzo nzuri. I am a product of WBS. Yeye mwenyewe aliokolewa na WBS. I was doing WBS in 1986. Alikuwa anafanya WBS ya masomo yale mwaka 86 na mwaka unaofuata 87 akabadilika. All American company was my teacher. Na wote wa Marekani waliokuwa walimu wake kwa sababu wao wanatuma moja kwa moja ile masomo kule. And I know the power of WBS. Na fahamu nguvu za ile somo la WBS. All right. Sasa now there is another WBS. Kuna ingine tena WBS that you are going to learn when I come to start my class. Ambao mtajifunza tunapoendelea na darasa letu. And that is online. Na hiyo WBS ile ya kutumia mtandaoni. For those of you that have your friends, wale ambao mna rafiki zenu, you can use WBS to them. Mnaweza kuwatumia WBS katika mtandao. They can enroll on their own. Wanaweza kuingia wenyewe. And there are some of you, if I have the chance by tomorrow, kama nikiwa na mtoto I will show you how to enroll to become an internet WBS official. Naweza kuonyesha jinsi ya kuendelea na mpango wa internet. But all of this is no money. Lakini katika mambo yote haya tunayokuambia haya jinsi ya kujiunga hakuna hela. Lakini ni kazi yako mwenyewe wewe kazi. Last. Jambo la mwisho. Kufuata watu, kufuatilia. See where you have money here. Jamani, kufuata wale watu waliowapa masomo, kuwapeni, kuwatembelea, kuwafuatilia. Mara nyingi ukiwaandikisha ukifika hapa, you can pick up your pen and write in WBS and request for money to host a WBS seminar. Hapa ukifika hapa, follow hapo, labda unaweza kuandika maombi kwa WBS ili uweze kuwa na semina ya wale watu uliobaki jamani. If you don't enroll and have students you are following up, what will be the content of your letter? Jamani, kama wewe ufuatilii wale ulioandikisha, sasa utaandika nini? Dear brother XYZ, I'd like to inform you that as I'm talking to you, I have 200 students that will follow up and they are in lesson 2. I will need you to send some money for me so that I can organize a seminar and bring 2 or 3 preachers so that we can talk to them. But they have baptism. Nobody hears that kind of report. Jamani, hata ukiandika kwamba nina wanafunzi 2,000 au 250 na wafuatilia na wale watu sasa nataka kufanya nao semina nimewafuatilia, hakuna mtu atakaye kusikiliza hayo maneno. Hautapata chochote. But if you don't have students, kama una wanafunzi, can you request for money? Je, unaweza kuomba pesa? Yes, if you are a thief. Ndio kama wewe ni mkola. Yes, if you are a liar. Kama wewe ni muongo, ndio unaweza kuomba pesa. May God bless you. Mungu atubariki sana. As you relax, mnapoendelea kutulia. Ambao ndugu yetu Obena na Joe atakuja. When I come back to my practical class, lakini nikija katika somo langu lingine ambao nitamfuata ndugu yangu, you can ask me questions. Mtamuuliza maswali sasa. For now, kwa sasa, start thinking of the team that you belong. Jamani, mnatakiwa sasa tuanze kufikiria tutengeneze matimu mangapi? 5, 6, 7, 8, 1 team. 5, 6, 7, 8, watu 8 kwenye timu moja, watu 8 wengine 7. Because when you are coming for the workshop next year, hizi tukija katika you wear your team t-shirt. Kila mmoja watakuwa wanjano wamevaa
wa blue wamejaa, wa kijani, t-shirt tofauti. Ndivyo mimi nilikuwa kwenye timu ya kuvaa t-shirt ya blue na onga. Na Chad alikuwa kwenye njano kule Nigeria, walitugawanya kwenye matimu. Anachosema Mungu akitupa uzima, tukija mwakani tuwe na matimu mengi, tusiwe na timu ngapi? Moja tu. Ili tuwe na t-shirt tofauti. You understand? Meelewa hapo jamani? And I want to tell you. Nataka niwaambie. We have started a very great journey. Tumeanza kazi nzuri. You and I. Ninyi na sisi. We will get to places. Tutaenda sehemu ambapo mnataka tufike. Who knows? Maybe one of you will need to move to the next 2 or 3 countries to go and start to train them. Kati yenu nani anayejua mmoja anaweza kwenda katika nchi kwenda kuwafundisha wengine tena. We are really training Ghana. Ghana is doing well. Jamani ameenda Ghana na watu wa Ghana sasa hivi wanafanya vizuri. We have done 4 years in Kenya. Miaka 4 ameenda Kenya na Wakenya wanafanya vizuri. And by the grace of God, I am in Tanzania. Na kwa uwezo wa Mungu niko katika nchi ya Tanzania. On the 11th, I will be going to Guinea. Jamani tarehe 11 ataenda Guinea na Sierra Leone. So, Sierra Leone. it's in your hand. It's in your hand. Meona sasa anachoenda kufanya. May God charge you up. Mungu hawachaji kama vile mnavyochaji simu. Hawachaji wote. Tuweze kwa Mungu. None of us want our phones to lie. Hakuna anayetaka watu hao rafiki zetu wapi. Ukinunua chaja yako sasa. With the knowledge I've got today. Mtumie ufahamu wa Biblia ambao unaupata. By tomorrow, I will know how many things have been formed. Jamani, kesho nitawaambia mambo mengi. And we will commission the teams tomorrow. Na tutaanzisha matimu kesho mengine na kuyawekea mikono. God bless you. Mungu awabariki nyote. Unajua kitu kimoja ndugu zangu. Sisi watafsiri, kwa mfano mimi hapa, sisi watafsiri. Ukiwa na somo lolote kuanzia katika kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo, tunaweza kutafsiri tumekaa wapi? Kule huku unarudi. Lakini ukiwa na mambo ambao yako nje ndani, lazima pale usikilize nini vizuri. Watakapoingia kwenye kuchora hapo technology, kuna kila Biblia ina maneno yake, jeshi ina maneno yake, wadokta wana maneno yao. Atakapokuja kwenye mambo ya karibu, angalieni, karibu wewe mwenyewe. You are welcome. Amejifunza kidogo. Bwana siwe sana. I want to use this opportunity to greet everyone. Jamani, natumia wajibu wa fursa hii kuwasalimieni nyote. In Jesus' name. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Let me speak your language. Asante. Niseme lugha yenu, asante sana. It's a great opportunity that Chad Wagman has given me to be here. Jamani, shukrani ziende kwa Chad kwa kunipa hii nafasi kufika Tanzania. To follow our director. Kumfuata director wetu Mike. He's a small but mighty man. Ni mtu mfupi, ni mrefu, lakini ana uwezo mkubwa kichwani mwake. Ana akili. Let me tell us what he has come to do here. Jamani, mwambie kidogo, amekuja kufanya nini huyu mtu hapa? It's God that has sent him to be here. Mungu amemtuma aje kuwa pamoja nani. Bwana sifiwe. From him too. Na hivyo Mungu amenisaidia na mimi nimetoka upande wa kusini ya Nigeria kuja pamoja ili niweze kujifunza kwake. I am only here to support him. Hapa jamani, nimesimama ili nimsupport tu. Tunatumia neno nimsupport. Only on one thing. Nimsupport tu katika jambo moja. I am here to arouse your interest. Arouse your interest. Nataka kutia moto au kuwapa interest in fact, in my 20-minute talk, katika dakika 20 zangu nitasoma. I may cause trouble in
in your mind. Labda anaweza kuleta matatizo au kuletea matatizo katika akili zenu. I want to thank your leader, the leader of this very team. Nataka kwanza kumshukuru kiongozi wa timu Dar es Salaam. Okay. Where's the leader? Oh, that I think it's you. Na kiongozi wa siku ile ilikuwa yesterday, thank you. Yesterday in the report was. Asante sana jamani, katika ripoti yenu. I want to let you know. Nataka mfahamu that what you started. Ambacho mmeanzisha. How many years now? Miaka mingapi sasa? 1 year and a half that you started this. Ndio mmeanza kwa mwezi moja na nusu. Mwaka moja. Brother Mike has come to give you more work. You. Amekuja sana kukuletea hasa wewe kiongozi, amekuja kukuletea kazi au mbinu zingine tena. 1 year plus now. Jamani, mwaka moja na miezi kadhaa. And you have 41 members. That's what I gathered yesterday. Am I correct? Wana timu kama 41. Yes. Am I correct? Yes. 41. Sorry, that's why we have come to give you more work. Kwa hiyo ndio maana tumekuja ili kuongezea. For 1 year what? 1 year and what? 1 year plus. Na hapo mwaka moja na miezi kadhaa watu 41. Yeah. Okay. Okay, look at me. Just look at me. Muangalie huyu jamaa. 1 year plus. Mwaka moja na 41 in your 41 katika timu Dar es Salaam. 2 hours of yesterday, 2 hours. Jamani, nataka kuambia jana kwa somo la maki kwa masaa mawili ile kufundisha masaa. How many hours? Masaa ngapi? Oh, that you 2 hours. Masaa mawili aliyofundisha maki. 250. Watu waliojiunga katika WhatsApp walikuwa ngapi? Katika masaa mawili aliyofundisha kuunganisha WhatsApp network hizi. Watu wakajiunga ngapi? Am I correct? Yeah. I'm asking you. Am I correct? Yeah, ni kweli. I'm not hearing you. Am I correct? Yeah. Yes, you are. Ndio ni kweli. 1 year plus. Mwaka moja 41. watu 41. 2 hours. Masaa mawili jana. Ni wangapi watu waliojiingiza katika mtandao? Go to that our platform. Ni wangapi walio? Point that platform now, okay? Angalia, mkiangalia nani? Katika simu zenu mkiwasha ule mtandao. Go to the Tanzanian group that we created here yesterday. Ile group tulioanzisha jana kwa masaa mawili tu. Watu tulipata kama 200. Is it 256 or 250? 253. People are still going, even as I'm talking, people are entering. Bado wanaendelea watu kuingia. Don't disfellowship me because 253, not 250. Na 253. So why am I standing here? Kwa nini jamani nimepoteza muda hapa kuambia hili jambo? I'm only here to let you know, sir. Nataka mjue kukujulisheni nini hasa Bwana kwamba mlango kwa mlango ile tunayofanya mlango is not enough. Haitoshi. That's my topic. Ndio somo langu. No matter whatever the topic is really here, what I'm saying is door to door. I'm not saying that it's not good. I said it's not enough. Jamani, nataka mtuelewe vizuri, mlango kwa mlango haitoshi. Hatusemi kwamba mbaya. Mungu alisema mlango mbaya haitoshi. Tuko pamoja bwana? So what we have just come to do, ambacho tumekuja kufanya, okay, is to tell you that you have been trying.
ni kwamba mmejaribu kwa miaka mingi. God in heaven has recorded it for you. Na Mungu ameshawaona juhudi yenu. Then what? We have just come now with multiple means of Lakini creating people. tumekuja sasa na mbinu nyingi ya kufanya kazi. Okay. If I want to blow your mind, that's why I want to cause trouble in your heart. 41 of you. Watu wale timu Dar es Salaam 41, If one person was able to cause 253, kama tulipoposti ile post yetu wakalike watu only 553. the action of this man, Na only the information of him, only one person. alipofundisha mtu mmoja jinsi ya kujiunganisha na Only kutafuta one watu. person was able to cause 250. Mtu mmoja mwenye hamaki tu ndio watu wame like wamejiunga kama 200 ngapi? 53. Sasa with proper training, 41 of you times 253. Tell me what it will be. That's one day. sasa kama hapa 41 na mara 253, kama kila moja watu waingie. I mean, if we can do it right between now and tomorrow, 253. Tell me how the salam. Kama tukijua Tanzania will not come out. jamani, kama tukijua jinsi ya kutumia mtandao vizuri, tunaweza kuokoa watu 10,373 by tomorrow. Tunaweza kuokoa watu wengi. Kama kila mmoja ikija kutumia 10,373 by tomorrow. Okay, can you do it by tomorrow? Can you do it by 10,773? Am I correct? What? 10,000 what? 373 times 7, that's 1 week. wiki moja, kama wote watu hao tunaweza kuwafikia watu hao 10,377. 10,373 times 7, that is 1 week. Only Kwa wiki moja, kama wote tunajua jinsi ya kutumia vizuri mtandao. Haya mambo yanahusu nini jamani? Can you time that for me? Get it, let me see. 72 what? 611. 72,611. Mnakufuata vizuri jamani, Times sio? 4, this is 1 month. Only 1 Mwezi month. moja 72,600 na kitu. Kutumia nini jamani? Are you having trouble in your mind now? Yes. Are you being troubled in your mind? Je, mnaona? Our comment is setting all of us here to somewhere. Jamani, simu yetu inaweza kumfikia kila moja. Amen. Amen. Wasema I kweli, am telling you that, see, 1 month, only 1 month. mwezi moja tu kutumia simu, kutumia mtandao. 1 month only. Mtandao mwezi moja. Tell me where you cannot get to. Tell me where you will not be able to get to with that kind of contact. Jamani, unaweza kufika. Ni wapi ambao utaweza kufika na mtandao? Unaweza kufika sehemu. I know I have great cost trouble. Don't worry. Okay, can you time this for me? Let me show you something. That's what. 290. Eh? 290. 290. 344. That's 290,000. 290,444 In a month. ndani ya In a month what? I said what? Are we together? tuko pamoja. 1 month. Yote hiyo jamani, kutumia mtandao bila alivyotufundisha nani? Vijana. Tuendelee. Bye. Nataka niwashtue. I'm not hearing the voice of people. Do you want me to shock you? Yes. Kwa jibu jamani, nataka niwashtue. This is only through. Na hiyo yote kama ninavyosema, ukijua vizuri kutumia nini jamani? WhatsApp. That is only through what? Yote kupitia nini jamani? WhatsApp. Watu wao kwa mwezi mzima. He's coming up with Facebook. Atakuja sasa. He's coming up with YouTube. Hata YouTube. He's coming up with atatufundisha Facebook, YouTube
na mengine anajua mwenyewe. After this one, I will sit down. Nikiwaambia haya mtakaa chini. Let me let you know something. Niwafahamishe kitu. Now, Sasa, for WhatsApp alone, for WhatsApp we tu. have in the whole world, each month, 2 billion users. Jamani, katika WhatsApp tu 2 billion users in the whole world. wote wanaotumia WhatsApp bilioni zaidi ya bilioni 2. Sir, are you listening to me, sir? Ndio uko pamoja In nasi. the whole wide world, we have Ulimwengu mzima 2 billion users of bilioni WhatsApp. 2 watumiaji wa WhatsApp. But WhatsApp is ranking 3. Na WhatsApp ni ya 3, mtandao wa 3 na watumiaji wa 3. In the rankings, WhatsApp is number 3. Katika mitandao Facebook is 3.03 billion users. Facebook bilioni 3. Minimum active users for 1 month. Hao ni watumiaji wa kila Followed by YouTube. ambao inafuata YouTube. WhatsApp alone is number 3. Na WhatsApp hiyo ni ya 3. Brethren, tell me where we are going to be. There are how many of them I have here? There are about 23 of them. Na mitandao, say it again. There are about 23 of what you can use. I mean, in social media alone. Jamani, niwaambie kwamba kuna mitandao zaidi ya 23 ambao unaweza kutumia katika mambo ya mitandao. So, I want to thank you, sir, Kwanza tunakushukuru for beginning us like this, and I want to thank tunakushukuru sana na kuleta bringing this to this place. na kwa kutuletea hao watu waweze kufundisha mambo haya. When I came and heard that a church here, that churches, our congregations used to have Wi-Fi, I was saying, so we have congregations here that will really go on to what? Wi-Fi. Digital. Unknowing that the Wi-Fi is not used. Hawa na watu kwanza wafanye kelele wenyewe. I am saying that Unasema I came here to Tanzania kuja hapa Tanzania and I got the information when I was looking for Wi-Fi. They told me that the congregation, when I get to the congregation, I will believe the one I have already. Since yesterday, I have been calling my people. kama kanisa itakuwa na Wi-Fi kama hapa jamani, The Wi-Fi is not used properly. If we want anything, na watu watumii vizuri hayo mtandao. Mnajua watu watumii vizuri, wanatumia kwa mambo yao, sio? I had in your report yesterday. Nilipokuwa natoa ripoti jana, you struggled 250 persons. You went and made two baptisms. na ulienda kukutana sehemu, nisema tulienda sehemu tukakutana watu 250 tukabatiza wangapi? Wawili. So let me tell you something. Lakini nikwambie bwana, You see where we are going to. Go and break groups. Don't be in those groups. Don't worry yourself. He will show you how to be in those groups. jamani atatufundisha After being in those groups, even when we have left Tanzania, this guy here, you see him like something that he cannot. I mean, this Wi-Fi can do. Do you know what is called Zoom? Kuna Zoom jamani, hiyo Zoom You know Zoom? Zoom ni nini? My dear, everything is the internet has brought everything to us. Mtandao Zoom, kuna Zoom sisi mission kule tunafanya Zoom. Mwalimu yuko Marekani, alafu anatufundisha, tumekaa tunamsikiliza, lakini yuko wapi? Marekani, na hivyo tunaweza kutumia ndio Zoom. What I call door-to-door evangelism. Door-to-door evangelism. Kwa hiyo mjini every person you go to the door and knock. Jamani, sio kila mmoja atakukubali. Unapopiga mmoja, sio kila mmoja atakukaribisha. So, may God bless you. Mungu atubariki sana. I said, may God bless you. Mungu atubariki. May God bless our team. Mungu abariki timu yetu. May God bless the teams that will come out of this. Na Mungu abariki timu ambazo tutakayotengeneza katika ninyi nyote. In Jesus' name. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Asante sana. Ndaga video. Thank you so much for
giving me the opportunity. Asante sana kwa kunipa nafasi ya kuongea na nyinyi. I am foreseeing that next year is going to be too much. Jamani, maombi yangu kwamba mwakani tutakuwa What I'm saying is that ambapo next year, naona mwakani. there's a way we do it in Nigeria. You have only one uniform this year. Hapa tuna uniform moja, sio? Uniform t-shirt haya Next year, lakini you mwaka will see ujao now. tutakuwa na t-shirt Very tofauti. When we come like this, we see many groups. Tutaona matimu mengi yameanzishwa hapa Dar es We Salaam. see many groups and what we call them follow-up Na hayo magrupu yote ya kufuatilia because kazi. you have had students that you are following up. Kwa sababu ni lazima hiyo kazi ianze uifuatilie. May God bless every one of us. Mungu atubariki sote. In Jesus' name. Bwana wape sifa. Jamani, tusamsamehe, amepoteza viatu. Miguu yake inavimba, kwa hiyo akaomba kwamba tuseme hana viatu wala msinani, miguu yake inamuuma. I want to do exams. We are going to do exams. Tutafanya mitihani. So I need three persons. Mitihani 2 or 3. 3 persons that will tell us what they learned yesterday.
Jamani, nataka watu watatu waniambie tulivyojifunza jana. Kitu gani tulivyojifunza jana? Kitu gani? Kwa ufupi tu. Tunaanza kwa Mike. What we learned from Brother Mike yesterday? Ni point moja tu ambayo nilishika. I had one point. Ni kwa namna gani tunaweza tukatumia mitandao yetu vizuri kwa kufikia watu. How we can use WhatsApp to reach many people. Badala akajitumia yeye kama center ya message. Yeah, he started like himself with his group. You started yourself. Baba alisema yeye ana magrupu mengi katika Afrika. And he told us that he has lots of groups in Africa. Akitaja Kenya, in Kenya, Sierra Leone, Ghana na maeneo mengine. Ajana anasema kwamba Tanzania imeongezeka grupu katika magrupu yake ambayo anashiriki. He said that now we have a new group in Tanzania. Yes. Sasa anasema anapotoa message moja, when you give one message, anatuma kwenye magrupu ambayo yao katika Afrika ambayo yako kwenye and that message go to the groups in Africa, in your groups. Na akasema atakapotuma message kwenye magrupu hayo sasa, if you send that message from the mother message to those groups, miongoni mwa watakaopokea message ni group la Tanzania. And the Tanzanian group will be receiving the message like other groups. Ambao tulifanya kwa vitendo. We did on practice. Tukatengeneza group lenye washiriki 86. We start with 86 members. A new group we started yesterday with 86 members. Akatufundisha kwamba and he taught us kwamba yawezekana akawepo mtu ambaye atapokea zile message. Maybe someone who will receive those message, akazitranslate kwa Kiswahili, and he can change that message or that information from English to Swahili, akarudisha kwenye mfumo, and brought it back to the internet, na kisha akatuma kwa wahubiri wa makusanyiko, and send them to the local preachers in different congregations. Wahubiri wa makusanyiko mbalimbali, and those preachers from local congregations watatoa ile message, they would take that message na kuongeza hapo maelekezo kwa wahubiri wake. They can send them to the Christian individual Christians. Alafu atatuma kwa washiriki wake, and you send that information to the Christian individual, pamoja na watu wengine ambao wanao kwenye simu, and those people, the friends, the cousins, anyone who is in the. Alafu atatoa maelekezo kwa waumini wake. He will give the instruction to his members, kushare ile message kwa watu ambao wako ndani ya simu ya kwa maana ndugu, jamaa na marafiki. To let everyone who are in the phone to receive that message, who are their cousins, their fathers, mothers, and kwa maana hiyo utakuta tumefikia watu wengi sana. Through the WhatsApp we can reach lots of people. Nilishika pointi hiyo. That's what I learned from Brother Gudam Mark. Na jambo hilo ndio tunataka tuondoke nalo leo tukalifanyie kazi. And we must continue practicing it even today. Asante. Thank you. All right. Jamani, mwingine anayeweza kuongezea. Tutaenda katika darasa ambao ni makini sana ambao atafundishwa. Nilichojifunza kingine mbali na mwenzangu. What I learned yesterday, different from my brother. Alionyesha kwamba unaweza kufanya kazi ya Mungu hata kama una kazi nyingi. He taught us, Mark, that you can do God's work even if you are working in the factory or anywhere. Alisema yeye mwenyewe ni mwalimu wa sekondari. He said himself with a teacher of secondary school. Lakini yeye mwenyewe pia ni mtaalamu wa kompyuta. And he is the computer technician. Lakini pia yeye pia ni mkurugenzi wa WBS. He is the director of WBS. Lakini pia ni missionary wa katika. And he is a missionary from Swaziland or Swatini, Ghana, in different countries. Lakini pia naye ni mhubiri wa neno la Mungu. But he is a preacher of the word of God.
Na ameweka kipaumbele sana katika neno la Mungu. And the first important thing to Mr. Ma Udom is preaching the word of God. Alianza kusanyiko akiwa na watu 26. He started with 22 members. He found 22 members in his congregation. Lakini in 2013. Baada ya miaka miwili kusanyiko lile na watu 270. But up to today, he have 270 people. From 2013 to 2024, 270 people. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo inaonyesha kwamba hatuna cha kujitetea hata kama tuko busy na kazi nyingi. And he told us we can't defend ourselves that I'm busy, I'm working, I have no time for the work of God, I'm busy, no, we can't say that. Kwa hiyo nimejifunza sana katika somo hilo. I learned from what our brother said. Thank you very much. This man was in class. Tulikuwa pamoja wewe. Then I was not in the class. There are so many things I say. Kuna mambo mengi aliyosema. And what we are Kwanza darasa langu watajua nilikoanzia. Bwana asifiwe sana. Yeah, for me I heard a number of things from our teacher. Kwangu mimi nilisikia mambo mengi kutoka katika mwalimu wetu. But to mention few and leave a room for others to speak. Na kwa kutaja tu machache. The speaker taught us that for the church to grow, haitufundisha kwamba hili kanisa likue. It has to grow from us individually. Ni lazima lianze na nani? Na wewe. Tufanya hivi. Lianze na nani? Na sisi, na wewe, na mimi. So he said that if the church will grow from us individually, kama ni kukua kanisa kutoka kwako wewe binafsi, from there the kingdom will be able to be formed. Hivyo ufalme wa Mungu utafanya nini? Utakuwa. And also the other thing I can mention. Na kitu kingine ambacho naweza kutaja. He told us that he himself will act as a center of biblical texts. Yeye mwenyewe atakuwa kama ni kituo cha Biblia. He'll be sharing one text to our Tanzania WBS group. Atakuwa anatumia masomo yale kutoka kwake kuwatumia kwenye group zetu. And then we will be changing the address. Na atakuwa tunabadilisha ile ujumbe ukitoka kwa Maki ukija kwa group yetu, tunabadilisha ile address na sisi tunapotaka kutuma. So us individually will be changing that address depending on where we are worshiping. Na hiyo itategemea umetoka katika kusanyiko gani au katika sehemu gani Dar es Salaam, ndio hiyo address yako unaotumia huko. And if that is not enough, na hiyo sio hakuishia hapo. He gave us the role to create our heavenly WhatsApp groups. Na hivyo ituonesha jinsi ya kujiunga katika makundi ya WhatsApp. Where we will be sharing the texts that we'll be having from our Tanzania WhatsApp group. Na ile ujumbe tuliopata kutoka kwake umekuja kwenye kwetu, jinsi ya kugawana sisi kujitumia wenyewe. And in those groups that we have created, na yale makundi tuliyoanzisha, we will need not to change the address. Tutatakiwa kubadilisha anwani. So we'll be sharing those texts into our WhatsApp groups. Ili tuweze kushirikiana na watu wengine. And he gave us the task to create our WhatsApp groups. Alitupa kazi ya kuanzisha vikundi. And I did that the very moment. Na yeye alifanya hivi alipoanzisha kikundi chake. I don't know about you, but I did that. Sijui kama kuna wangapi ambao wamefanya hivyo na yeye amefanya. Asante sana. God bless you. Mungu awabariki. And let's work hard to make sure that we foster God's work in Tanzania. Ili tuweze kuanzisha hii kazi katika nchi yetu ya Tanzania. So that we will have no place left. Ili tusijitetee. Thank you. Jamani, kingine ambacho alituambia ni kwamba ile ujumbe unaoza kila mmoja wetu ili watu waweze kuelewa. Hello. Wale wanyama wanaokamata wanaokula mizoga. Tai. Ndege wanaokula nyama. Wanyama waliokula ndege wanaokula wanyama waliooza. Whether it is
Tuachane nayo yule, ndio maana nimewaambia Kiswahili kifupi tu ni kwamba yule ndege anayekula mnyama aliyooza. A vulture and an ordinary bird were flying. Jamani, tunamfahamu yule ndege tai. Ni ndege wa kawaida tu, sio? Ni ndege katika ndege. A soldier that died in the war. Na mwanajeshi anayefia vitani Was not buried. Kulikuwa mwanajeshi ambaye alifia vitani hakuzikwa. And there was a flower standing here where the soldier fell. Na kulikuwa maua, alipofia mwanajeshi kulikuwa maua yameota karibu naye. So when the bird and the vulture passed and got somewhere, na wale ndege walipopita juu, wale tai wakaangalia, wakapita katika ule mzoga. The vulture told the bird, I want to reverse, I saw something. Na yule ndege akamwambia, tai akamwambia mwenzake kwamba nimeona kitu, twende tupige kona tukaangalie. The bird said, yes, I saw a beautiful flower. Na ndege yule mwingine akajibu, nimeona ua nzuri sana. The vulture said, no, I saw a dead person. Lakini yule anayekula mzoga akasema, nimeona nyama, nimeona mtu amefanya amekufa. They started arguing. Wakaanza kupingana. They reversed back. Wakapiga kona, wanarudi wahakikisha. And when they got to the point, walipofika sehemu ile, it was true that the vulture saw a dead person. na ni kweli yule ndege tai akaona, nilikuambia huyo mtu hapa amekufa. And it was also true that the bird saw a flower. Na ule mwingine ndege akamwambia, na mimi nilikuambia kweli, niona juu. What happened was that each of them choose what was important to them. Ua nzuri niliona. Kiswahili tena. Niliona ua nzuri na huyu niliona mtu amekufa. Kila mmoja aliona ambacho alifanya. Aliona. So you see, Kwa hiyo mnaona, all of you choose the training and forgot to choose that I announced that I was 20 years in marriage with my wife. You see, because that was not important to you. You have told me the one that was important to you. Mliokuja hapa mmesahau kitu kimoja. Alituambia, alitufundisha jana kwamba jana ilikuwa nini? Yeye na mke wake. He was able to say, I am the director, a workshop. Yeye amesema director, finali, mwalimu, ni nini? Ametaja yote. Lakini amesahau. He forgot to add that. We are now yesterday that I was 20 years in marriage. Ulikuwa umefikisha miaka 20 katika ndoa yako. Is it easy to stay with one woman for 20 years? Je, nikosa kukumbusha kwamba ulituambia kwamba umefikisha miaka 20 katika ndoa yako? Nikosa? Jamani, tumpigie makofi miaka 20 katika ndoa yao. Hello? Once in a while you need to make your class laugh. Jamani, mara moja, darasa sio kama mmekasirika tu. Huwa mnacheka. Sijui ninyi wa Tanzania kama mnafanyaje. In Nigeria, Lakini kule Nigeria 70% of what has shaken the church jamani, 70% ya kanisa kule Nigeria is marriage. ni ndoa. Watu wanafurahia ndoa. You see big men in the church. Utakuta wazee wakubwa sana katika